namwambia useme kutakiumbea, nakwambia useme kutakiumbea. Mwanangu, ninapokuona mwanangu, kulikoni na kuona umepooza mnyonge, alafu chini naona hata viatu una. Mbona hivyo? Mama yangu kipenzi, yaani mimi binti yako, kuna muda ninahisi kama nimelogwa. Yaani sio kuhisi, yaani nimelogwa kabisa. Yaani kuna muda mwingine naongea vitu vya ajabu, yaani sielewi. Kama siku ile mama yangu nimekujibu majibu mabaya tu kisa yule mwanaume. Mama yangu, naomba nisamee mama yangu. Naomba sana. Mwanangu, huo ni ulimbukeni tu wa dunia ulikuwa unahangaika nao. Mimi najua tu dunia ni tambara bovu mwanangu. Kwa hiyo mimi ni mama yako tu. Yote ulikuwa unayafanya mwanangu, mimi nilikuwa nakuangalia tu mwanangu. Lakini sawa mwanangu, mzazi ni mzazi tu. Mimi sawa, mama yako nikusamee. Haya, nani nguo zako ziko wapi? Basi sawa, hata nguo zangu mimi nitakupa mwanangu, utavaa. Mimi nimekusamee mwanangu. Karibu. Sawa mama. Sawa mwanangu, mimi nimekusamee. Kaa chini basi. Niko mbali na dunia, maiti ninaitembea, na amesema umbali wa mawe na jua, nisidiriki hata siku moja kumsogelea. Bwana mama, kwanza samahani ya kukupotezea muda, na nimeamua nikulete hapa ili tuzungumze kama wanaume. Sio, tumeelewana? Kikubwa ambacho mimi nilikuwa nataka nizungumze na yeye kuhusiana na dada yetu yule. Unajua hizi kesi za kugombana, kupigana, sio mimi kama nazipenda. Alafu ukizingatia sisi sote watoto wa kiume, haya mambo ni ya kukaa chini tu na kuzungumza. Alafu mimi ndiye mtu ambaye nimekuozesha dada. Sio, umeelewa? Kwa hiyo mimi nilichokuwa nakiomba mama, haya masuala ya kupigana tena, hebu stopishe basi, kuwa na moyo. Yule sio punda, binadamu kilomo. Kwa hiyo swala hilo shemeji ndio loniita hapa. Wewe na kuhusu nini kuingilia mimi katika ndoa yangu? Au unahitaji nini? Sio mara ya kwanza, sio mara ya pili. Na kuona shemeji unakuja, mara unitie pembeni, mara hivi. Why? Sasa sikia. Ndoa yangu inanihusu mwenyewe. Wewe haipaswi kuingilia chochote, kwa sababu jinsi anavyonifanyia wewe ujuzi. Nisikize shemeji, mimi wala sijaja hapa kwa ajili ya ugomvi. Nafikiri unalielewa hilo fika. Ni kweli mimi sijui mambo yenu ya ndani, ila mimi ninachokizungumzia hapa ni masuala ya kupigana. Kwani kama watu wazima, na kama basi utakuwa umemshindwa dada, wewe mwache tu arudi nyumbani, mpe talaka yake basi. Oya Yansi, kama vipi, njoo nipikie ugali nyumbani. Basi nimekuja kukueleza tu. Naomba mimi niondoke. Oya unaendaje? Nakwambiaje, njoo nipikie ugali nyumbani kwa sababu unaingilia sana katika familia yangu. Nisikilize, sipendi dharau. Dharau unaitaka wewe. Njoo nipikie ugali nyumbani. Sitaki nipande kichwani kidogo. Nikupande kichwani?
Kwanza sasa nataka umwache dadangu. Mlea, nimekuwa shemeji. Mungu Baba simama, ona chozi langu mnyonge mimi, na huzunika hata sijui wai kwa nini kila nalofanya linabaki potea yani. Hakuna jema likaonekana zuri kwangu. Oya mwanangu mbwana. Oya mwanangu. Unajua yule shemeji yangu anazingua kishenzi mwanangu. Shemeji yako nani? Hansi. Shemeji yangu mwanangu. Tumekutana tena mwanangu. Acha tuanze kupigana migume mwanangu. Shemeji yako yule nani? Hansi. Mwanangu ani tumebondana kishenzi, tumebondana kinoma noma ni. Unajua kumzingua? Nimemzingua kishenzi mwanangu. Matatizo ndo haya kila siku hasa. Hayo rafiki yangu anazidi sana kunifuatilia mwanangu. Oya mwanangu, nikwambie kitu kimoja mwanangu. Kitu ambacho yani kinafanya mpaka mambo haya yanaenda vice versa ni mjamaa tujamkalisha mwanangu ujue. Yaani hamna safari hata moja tumekutana naye tukambonda ile haso umeona. Hamna safari hata hii moja. Sasa safari hii mwanangu nakwambiaje? Hilo jambo lako wewe nataka mimi liwe kama la kwangu kwa sababu wewe ndugu yangu mwanangu ujue. Linalokukuta wewe mwanangu na mimi vile vile lazima nishughulikane nalo umeona. Alafu hili kama mshamba mmoja ukoro anataka kuleta dharau na fezea mwanangu mtaani hapa uashi wako sio nani wako huyo. Mwanangu hilo swala niachie mimi. Mimi nataka huyo jamaa yani kuanzia leo au hata kesho asubuhi na mapema. Mimi namwamkia mwanangu huyo jamaa. Ni ngumi jabali, teke ukuta. Ni maparu nje azingua danje. Mwanangu, hilo niachie mimi mwanangu. Oya mbwana. Basi sawa mwanangu. Au sio? Hiyo imeisha. Sema asiniletee mazoea kama hayo na kwa madharau. Hapana maelekezo. Utakaponikuta mwanangu, usiingilie. Si umeelewa? Wewe niachie hilo swala mwanangu. Mimi nitakuja kukupa hadithi na video nitachukua. Alafu nje nikuonyeshe mtu ulivyomfanya mwanangu. Oya mwanangu mbwana. Hiyo respect mwanangu. Sikupingi hata kidogo askari wangu. Au sio? Ndugu yangu vipi? Vipi bwana? Naona mchaka mambo anasemaje lakini? Fresh. Maana jana kutwa nzima jana sijakuona. Vipi ile swala ambalo nilokuambia siku ile kuhusu Lomo vipi ulilifuatilia kweli? Jambo gani hilo? Ile swala ambalo nilikwambia kwamba ukamfahamishe Kilomo kuhusu Leila vipi? Liliendaje? Nishamalizana nao. Yaani ushamalizana naye kivipi yani? Wewe umetaka mimi nisuluhishe? Nimeshamalizana naye. Vipi huyu? Mungu Baba, napiga goti naomba wako msaada, maana wewe ndo muweza. Hivi unajua mume wangu, mimi mambo yako nishachoka. Mimi hivyo vitu vyako kila siku nimevichoka. Wewe kila siku shemeji yako kugombana naye. Hivi tabia gani hizo? Mimi tabia zako mimi nishazichoka kabisa, sipendi mambo yako. Wewe kila siku wewe unagombania mtu mmoja yeye hata elewi, ukimwambia dada kwenye kuelewa, haelewi. Lakini wewe kila siku fanya kazi kugombana na shemeji yako. Kwa nini mnakuwa hivi? Yule pale shemeji yako kila siku ukionana kwa mnapigana, tabia gani hizo? Mimi tabia zako nisizipendi na nimezichoka. Nimezichoka kabisa, tutakuja kuonana na bayo mundani. Mimi mambo ya kipuuzi na kwa gasitaki. Maana wewe mume wangu nataka nikukosea. Mambo mengine nitaongea mwisho nionekane mimi bali nimekukosea. Sipendi tabia zako. Nisamehe tu mke wangu. Nikusamehe kitu gani? Ndio hivyo, mimi nishakwambia mimi mambo yako siyataki na siyapendi kabisa. Utakuja kuona na baya. Mimi sitaki mambo hayo. Na nishakwambia hivyo, mimi mambo kama hayo mimi siyataki. Na tena nishakwambia, kuna vitu vingine huko ndani utakuja kuona na baya na nitakunyima kabisa.
Maana sio muelewa. Sasa mke wangu utakuwa kwenye maana nini tena? Ndio nishakwambia si vijui vitu gani. Tukishakuja kulala mundani tutajua vitu gani. Basi mimi nimekuelewa basi mke wangu, mambo tuyamalize tu, masuala kwenye maana nyimana hao tena mimi siataki. Tajua. Mwenyewe nataka mambo hayo, alafu nataka kusema nataka. Wewe usikii. Sawa basi, mimi wacha niwe mpole. Sawa, hamna shida. Ndio nishakwambia. Bora nifukuona mke wangu. Mkeo nani? Wewe ndo mke wangu. Najua nimekosea. Najua nimekuumiza. Najua nimekufanyia vitu vibaya. Naomba unisamee. Napata shida sana mke wangu. Vitu vyote nilivyokufanyia nimekaa nimefikiria, nikaona bora tu naomba msamaha. Unajisaulisha Leo mimi nimekuwa mkeo. Vile ulivyokuwa unanipiga, yani unanionyesha dharau, leo nimekuwa mimi mkeo. Ndiye wewe mke wangu. Sawa, najua nimekosea. Na ndio maana nikakwambia mke wangu, nimekosea. Naomba unisamee. Mimi binadamu na mapungufu yangu. Ule ulikuwa utoto tu mke wangu. Naomba unisamee. Nipo chini ya miguu yako. Eti utoto. Ule utoto gani wewe? Leila, mimi nirudi kwako. Labda sijui itakuwaje hiyo siku. Mimi ulikuwa unanipiga na tena ulipokuwa huna adabu na heshima, unamwita hadi rafiki yako. Mnakuja unamuonesha jinsi gani unavyojua kunipiga mimi. Tena naye anakuambia hivi, "Hebu mpige kambakati, sijui ambakati, sijui kidede gani." Yaani wewe naye kabisa ulipokuwa huna akili, unanipiga kabisa. Yaani kumuonesha kwamba nini? Mimi uniheshimu na yaani wewe eti rudi kwako. Sio kweli. Mimi siwezi kukuacha. Wewe ndo mke wangu ambaye mimi nakupenda. Na nimekaa nimefikiria nikaona sio kweli. Haiwezekani. Vitu nilivyokufanyia ni vikubwa. Na ndio maana nilipokutana naye njiani hapa nikasema bora mimi tu nikuombe msamaha ili madi aishe mke wangu na kuhitaji. Sasa nachokuomba uniache. Tena sitaki. Sitaki kabisa uniache na maisha yangu. Tena sitaki. Tena wewe sio mwanaume kabisa. Yaani unanifanya mimi nigombele ndugu zangu kisa wewe na kutetea wewe. Alafu wewe mwenyewe unitetei mimi, unazidi kunikandamiza. Sasa nasemaje? Inatosha. Inatosha kabisa. Sitaki niache na maisha yangu. Ushanielewa? Hamna, siwezi nikakuacha na maisha yako mchumba. Yaani sitaki. Hebu kwa namba uniache. Tena funga ile domo lako. Na utakaponiona usiniite wala nini. Endelea. Umeona mimi wa kazi gani? Mwenzio ananiwaza atanipata lini. Sasa wewe. Mpenzi, baby. Baby wako nani? Niko mbali na dunia, maiti ninaitembea, na mesema umbali wa mawe na jua. Rafiki mwingine unaweza kushauriwa kitu afu mwisho siku unakosa sehemu yangu ya usingizi. Hivi ni binadamu gani asina huruma hata kidogo? Na mimi sikubembelezwa, ila tukikutana linaanza zogo. Nyoyo zimetwekwa na amani, mimi nazeeka na bado mdogo. Ananionyesha matukio, napofuka macho nigeuke chongo. Mimi siwezi force moja ije kwa mbili, magharibi kufanya alfajiri, kufa naziona dalili, hata msaada sina. Kankata kichwa nimebaki kiwili, nazorota kijana jasiri, inunguzo yangu mwimili wamebadilisha sana. Kankata kichwa nimebaki kiwili, nazorota kijana jasiri, inunguzo yangu mwimili wamebadilisha sana. Mambo anasemaje mzee? Fresh. Vipi kucheki harakati? Harakati tunashukuru Mungu, tuko good. Sahihi. Vipi mambo anasemaje mzee? Nipe useme. Fresh. Au sio? Vipi mbona na kucheki kama vile sijakuzoea mwanangu Kilomo, mwanangu shazoa tukija hapa mwanangu. Mwanangu Juma tena tukamguse mtu hivi na hivi afu naona ile. Na tatizo gani mwanangu? Na changamoto mwanangu ya maisha tu. Si unajua yule mke wangu bado hajarudi toka alipoondoka. Najua si unalifahamu hilo.
Fahamu ndugu yangu. Nimekutana naye njiani, nimejaribu kuongea naye lakini hajanielewa. Nimefika stage anitaki kabisa. Kwa sina kuishi naye, kuishi na wewe au vipi yani? Hakutaki vipi? Hakutaki kuona au vipi yani? Hataki kuishi na mimi. Maamuzi yake imekuaje sasa? Maamuzi yake kaondoka, hataki kuishi na mimi. Sasa naumia kweli yani kichangu. So sija. Sawa. Lakini na wewe sasa ni kwa wewe, kwa jinsi lilivyokukuta limekutachi, inaonekana mwanangu, naona ile unakuja kinyonge kabisa, au hela hauna mwanangu, tukakabe makoro ni shazi huko mtaani mwanangu. Shida ni kama ni pesa, kama ni vipi mambo mengine baadaye bwana. Au unasemaje mwanangu? Shida sio hela. Shida nini? Shida swala mimi linaniumiza sana la mke wangu. Mwanangu, nikwambie kitu kimoja mwanangu. Mimi kuanzia sasa hivi hapa nikisikia maswala sijui ya mademu sijui manini, mimi nishakuwa mwanangu na manzi mwanangu. Nyuma kitambo kama mwaka jana nadhani mwanangu. Unaona? Vipi unatembea? Hapana. Uliza kichwa mzee. Hamna. Basi bwana, muona bwana. Nilifika mahali mwanangu pale humu mwanangu nagombana na manzi yangu kinyama mwanangu. Kwa ajili gani ujue mwanangu? Yana anatoka na braza yangu yani. Braza yangu damu mwanangu. Braza yako? Braza yangu damu afu anavunga yani mwanangu, nakuja pale humu nini kumbe ananicheka anaona ukoro tu. Lakini mwanangu mimi sio ukoro mwanangu. Nikafika mahali yenyewe mpaka sasa hivi naongea. Mimi na mzee wangu hatuelewani wala na braza yangu hatuelewani. Na mimi nimeamua iwe mbaya tu mwanangu. Kila mtu sasa hivi afanya maisha yake. Sijui unanimanya mwanangu. Sema nini? Poa, mimi naondoka bwana. Au sio? Ila usiwaze mwanangu sana mwanangu, sija kuzoea hivyo bwana. Poa bwana. Mungu Baba simama, ona chozi langu mnyonge mimi, na huzunika hata sijui wai kwa nini kila nalofanya. Yaani mama leo kunipita pita zangu nimekutana na mume wangu. Kilomo? Ndio. Eti anaomba msamaha, nasema turudiane nisahau yaliyopita. Mwanangu, usikubali upumbavu huo tena, kwa sababu huyu Kilomo sio mtu. Na kama utakubali mwanangu, yani wewe ni mpumbavu, mjinga, usiyejielewa hata kidogo. Una akili. Siwezi kufanya hivyo tena mama. Mimi siwezi kurudi tena kwake. Yaani siwezi kabisa, siwezi. Sawa mwanangu. Ukifanya hivyo, yani utanifurahisha hata mimi mwenyewe mzazi. Lakini ukifanya tena upumbavu wako ule, yani mimi sitaki tena uniombe msamaha, na sitokusamehe tena. Sitokuwa na radhi na wewe. Mama wangu hapa siwezi kabisa. Yaani siwezi kutenda kwake. Jinsi alivyoonyesha zile dharau. Haiwezekani. Yaani sirudi kabisa. Usirudi mwanangu, yani huyu ni chizi. Kilomo. Tena chizi haswa. Sawa mwanangu. Yaani hapa nyenye na nguo mbili, siku tu niende nikachukue nguo zangu. Basi mwanangu, ufanye ukazichukua hizo nguo. Ikiwezekana umvizie hayupo, uende ukazichukue nguo zako, urudi hapa kwa uje kukaa. Maana nikienda naye yupo atanizuia anavyomjua hivi. Yaani ule si chizi. Haya mama. Haya mwanangu. Kaka. Naam mdogo wangu. Nimekuja nikuombe msamaha kakaangu. Najua nimekukosea sana. Wanasema usiofunzwa na mamaye ufunzwa na ulimwengu. Nimekuja kakaangu. Nimekuja kuomba msamaha. Najua nimekukosea sana. Naelewa mdogo wangu. Na nimeshakusamehe muda sana, kwa sababu nilikuwa najua kabisa unachokifanya haukielewi ni nini. Isitoshe sisi ni ndugu. Hata tukigombana vipi, siwezi kukosa kwenye msiba wako, hauwezi kukosa kwenye msiba wangu. Yaani inamaanisha tutazikana tu. Kingine, mimi najua ulikuwa tu ulimbukeni huo wa mapenzi. Mapenzi mdogo wangu ndiyo aliyokuchanganya. Wewe umempenda sana yule mwanaume. Ndio maana kila anachokufanyia wewe unakiona kiko sawa tu. Ila mimi nimeukubali msamaha wako.
wala sina kinyongo na wewe. Wewe mdogo wangu mimi naelewa. Wewe ndo ashaka. Siwezi kukuchukia hata kidogo. Unielewa mdogo wangu? Nimekuelewa kaka. Sawa kaka. Nafurahi kusikia hivyo. Ila kaka, mimi hapa sio mkaaji, maana wifi yenyewe sijamkuta, kwa naomba niondoke. Sawa, karibu mdogo wangu. Wewe jisikie upo nyumbani, ukijisikia wakati wote njoo. Sawa kaka. Fake smile, mimi nacheka kiuongo.